Kwenye upande wa jina la biashara haitajiki uwe na mtaji. Wewe ni wazo lako tu. Lakini kwenye upande wa kampuni lazima uwe na mtaji. Tunasema ni kuanzia mtaji wa shilingi 10,000 na kuendelea. Wafanyabiashara wengi wanachanganya. Wakisikia unahitaji uwe na mtaji kuja kwa msajili, wanadhania kwamba ukisema nina mtaji wa milioni 200 kwenye kampuni yangu, wanadhania unatakiwa uje kwa msajili kumuonyesha zile milioni 200 ziko wapi. Hapana. Msajili yeye hataki kuona hata shilingi yako kama mtaji. Utakachokitoa kwa msajili ni ada ya usajili, na ada ya usajili inaongezeka kuendana na mtaji. Mtaji unavyoongezeka na ada ya usajili inaongezeka, lakini ni kidogo sana, sababu ada inaanzia 90,000 na kuendelea. Nadhani mnaona kwamba ni kitu ambacho kinawezekana. Huko ni upande wa kampuni, lakini usajili wa jina la biashara ni shilingi 20,000 tu. Ili usajili jina la biashara, umiliki jina la biashara ni shilingi 20,000 tu. Na kuna watu wanadhania ili uwe na jina la biashara labda lazima uwe unategemea kuanza biashara kesho au kesho kutwa. Unaweza ukasajili jina la biashara, lakini malengo yako ni kuja kuanzisha biashara miaka 3 ijayo, miaka 4 ijayo. Wazo unalipata leo, unasema mimi nataka kuja kufanya biashara. Jina ambalo nalipenda nije liwe jina la biashara yangu ni hili. Na kuhimiza sana sana kadisajili leo. Unajua kwa nini? Umeliona ni jina zuri la biashara, unaona hili litaenda kuniuza sokoni, lakini siku unapiga story na rafiki yako ukamwambia hilo jina la biashara, akizunguka akaja kwa msajili akalisajili, baada ya miaka 2, baada ya miaka 3 ukija kwa msajili ukakuta rafiki yako alishalisajili, msajili hakupi. Ndio maana tunawahimiza pale unapopata wazo, unapopata jina zuri la biashara, moja kwa moja nenda ulisajili kwa msajili. Kusajili jina ni 20,000. Ule muda ambao haufanyi biashara utakuwa unalipa ada ya shilingi 5,000 kila mwaka. Nadhani hata boom tu inakutosha kulipa ada ya mwaka, si kweli? Kwa upande wa kampuni, kama mnataka kuanzisha kampuni lakini itaanza kufanya kazi labda miaka 3 ijayo, inaruhusiwa. Kampuni lazima iwe na wanahisa, tunasema shareholders, kuanzia 2 na kuendelea. Pia kampuni lazima iwe na wakurugenzi 2 na kuendelea. Kwa hiyo unaweza ukaungana na mwenzako mkawa na wazo mkaanzisha kampuni. Nasema sisi tunaanzisha kampuni tukiwa mwaka wa kwanza, lakini tunategemea kampuni yetu itaanza kufanya kazi mara tu baada ya kumaliza chuo. Hiyo inawezekana. Mnasajili kampuni na inaruhusiwa muwe wakurugenzi, at the same time mnakuwa nyie ndo wanahisa. Mtalipia ada ya usajili, lakini kila mwaka mtakuwa mnalipia shilingi 22,000 na mtakuwa mnatoa taarifa kwa msajili au mnawasilisha zile mizania ya mwaka. Mnatoa taarifa kwa msajili kwamba kampuni yetu ipo haifanyi kazi. Taarifa za mwaka jana ndo zile zile za mwaka huu, hatujabadilisha chochote. Mnalipia 22,000 na inakuwa ni tarehe ile ile kila mwaka. Kama ni kila mwezi wa 6 kila mwaka labda tarehe 28, kila ikifika hiyo tarehe mnawasilisha hizo taarifa. Mkichelewa kuna penalties mnakutana nayo. Kwa hiyo mkisajili kampuni hakikisha hilo mnalizingatia. Sasa hivi usajili wote wa majina ya biashara wa makampuni unafanyika kwa njia ya mtandao. Haikuhitaji utoke chuo uje ofisini,
haikuhitaji usafiri kutoka Mbeya, kutoka Mwanza uje ofisini. Unaweza ukawa chumbani umelala kitandani, kuna mtandao, unasajili kampuni, usajili unakamilika, cheti cha usajili kinapatikana kwa njia ya mtandao. Baada ya usajili kukamilika, ina maana utakipata cheti, utakiprinti and then utaendelea na taratibu nyingine.